wa marehemu. Kivipi mjomba? Wakati mama anafariki aliniachia mali zote nimiliki mimi. Leo hii baada ya msiba mama anataka kusema mali zote ni za kwako. Uone hata hivyo. Wewe nikwambia kitu kimoja. Cha kwanza nimekuambia usiniite mjomba. Alafu cha pili mimi sina undugu na wewe. Yule alikuwa dada yangu mimi. Sasa mali uliridhishwa wewe, lakini nachukua mimi sababu mimi ndo mwenye akili ya kujua hizo mali nitazifanya nini. Kwa hiyo kuanzia leo mimi nimeamua. Ondoka katafute ndugu zako. Hapa sikutaki. Tumeelewana. Na nikikuona hapa nitakupiga mapanga nikuue. Sababu roho yangu ishabadilika. Imekuwa nyeusi na roho ya nyoka sasa hivi. Sionee huruma mtu. Ila zile ni mali zangu. Vipi leo? Wewe tembea. Ondoka basi mpaka wewe. Wow, Jesus. Nyumba ni nzuri sana na nimeipenda, na kilichobaki hapa ni kuhamia. Na dalali, kazi yako nimeipenda sana, maana hata kwenye vitabu vya dini wameandika kuwa anaipenda kazi yake huwa Yesu anampatia kwa mapema sana. Hili swala nahitaji lishukuru kwa Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni kweli mchungaji, mimi kazi nafanya vizuri tena juhudi. Unaviona hapo usiku silali. Kazi kupitia pitu kwenye majumba ya watu kuangalia kama labda kuna vyumba viko wazi na nini. Ndio maana unanikuta mimi niko na juhudi hizi. Kwa hiyo niwezi kukupongeza kwanza mchungaji kwa kuona juhudi zangu. Alafu kisitoshe, karibu sana. Karibu sana. Nyumba yenyewe ni nzuri, nakwambia. Na huyu ndo babu mwenye nyumba. Usimuone hivi. Ana hela huyu. Hapo unaona kama miwani yake hivi nani? Ametoa Mozambiki. Sio Mozambiki, Posembweke. Posembweke. Haya. Kwa hiyo sasa mchungaji, karibu sana. Na nikizidi kukaa katika hiyo nyumba, nikiona mazingira hapo vizuri, nitaongeza kipato tena, nitaongeza miezi 6. Na imani Bwana atasimamia. Kama wewe kanisani kwangu unabidi uje, tukufanyie maombi, tukutolee mapepo uliokuwa nayo. Samahani mchungaji, nimesikia sasa umesema mimi hapa mimi na mapepo. Mimi na mapepo. Mimi ninavyokuona kiroho kibwana, katika mstari wa 4 umeandikwa kuwa muonaye mimi nimekuona una mapepo mazito sana. Sasa basi, nyumba nimeipenda na nyumba nitaishi mimi mtumishi hapa. Si ndio dadangu? Nyumba nzuri nimeipenda. Mchungaji hujakosea. Huyu ana mapepo makubwa vibaya mno. Yaani huyu kuna siku moja tulienda kanisani kule kwa Mwambosa kule, akadondoka. Alipodondoka toka siku hiyo anakataa tusiende kanisani. Mai, mimi nadhani tuachane yaliyopita. Lakini kuna jambo nataka tufanye. Jambo lipi? Mai, mimi nataka tufunge ndoa. Maana nimeshachoka maisha ya kila siku tafuta wanaume, mara huyu. Mimi nimechoka. Hata mimi ni mwanamke, nahitaji kuwa na familia yangu. Kumbe niko na mwanamke bora sana. Sikuwahi kufikiria kutoka hali niliyokuwa nayo kibenteni mpaka kuja kwa baba mwenye nyumba. Hakika mimi nimefurahi sana. Niko tayari kwa ajili ya hilo. Hata mimi pia mpenzi. Kingine nahitaji kufungulia biashara. Ili wewe unafanya biashara au unanihudumia hapa nyumbani. Mimi tena. Ndio nani sasa? Unaona kisijeta nikupe nini yani? Unajua sana kuikontrol akili yangu. Asante. Nitapita katika mifumo hiyo ambayo unahitaji wewe. Kweli? Yeah. Nakupenda mpenzi wangu. Mimi pia vindio vyenyewe mnasishike huko. Hapo unajua napenda matani sana. Basi ya nini? Kweli? Mapenzi ya kweli yanajitokeza kwa mara nyingine. Mjomba alikimbia kwa mchungaji akatubu kwa majonzi.
akamwambia nahitaji msamaha na kitakuwa yangu. Malaika wa haki alikufikia kwa kimya, na wakati wa mvua alikuletea nuru. Mjomba pendelea akawaleta wapangaji, lakini vitu vikaenda vibaya, walikimbia kwa hofu, na mwisho yule kijana kamsamehe, kwa maana haki ni mwanga hata baada ya dhiki. Mapenzi ya usaliti yanakuwa kama mawe, lakini wakati wa kumaliza ni mapenzi ya kweli. Kijana kamsamehe, akasema Mungu swape wengine maumivu yangu, na haki kashinda na mapenzi yakarejea. Malaika wa haki alileta mwanga wa kweli. Malaika wa haki alikufikia kwa kimya, na wakati wa mvua alikuletea nuru. Mjomba akaendelea akawaleta. Mpaka mimi mwenyewe nimeacha. Wewe. Kwani uongo? Kudondoka kule sasa mtu anaweza chini, kuna utelezi, mtu anashinda kudondoka. Yaani koje? Nilifuenda kule ni chini kulikuwa kama vile kuna nini? Zile nani? Nikateleza. Si kwamba na mapepo. Mapepo sina. Wanakutania. Sasa basi, nahitaji niwape pesa yenu. Hii hapa. Hii ya kwangu. Kwani wewe umemleta wewe? Hii ya koma nakwambia. Sasa mimi si dalali, kwanza lazima ipite kwangu. Nakujua mimi, nakujua very good very well. Haya shika. Usinifanye kama mtoto mdogo. Rafiki yangu namtaniaga tu. Ungefanya kweli hapa, nakujua unamtania kumbe. Usigombanie vitu vidogo kama hivyo. Kilichobaki hapa ni kwenda kuchukua vitu vyangu, ni Amira ndugu yangu. Umesema umekuja na wewe hapo, huyu dada yako. Huyu ni ndugu yangu, nimekwambia ndugu yangu. Ndio maana nikasema mara kwanza kuwa una pepo zito ninakusumbua. Lazima uje kwangu nikombe, nikupe maji au pako. Ba mchungaji basi. Kwa hiyo maana yake hapa mkija mnakaa wawili tu. Wewe na huyo hapa ndugu yako. Mimi nimemuulizia tu, nimeona kama vile ana rangi ya jeshi. Jamani. Ngoja nikachukue vitu vyangu. Sisi istamize. Ngoja nikachukue vitu vyangu, ni Amina dada yangu. Ila msikose kanisani Jumapili nije kuwapaka maji. Haya. Twende. Ungemwacha tu huyu tuongee naye tupige naye story. mbona tamaa yake nzuri. Mimi nimeshampenda mwenyewe. Wewe tuachane na masuala yale. Pesa. Wewe lete pesa wewe, tukishafika kwenye mazingira haya tu. Shajipanga. Aliishi kijana na mama yake alijivunia, lakini mfalme wa familia, mjomba wa damu, alikuja kwa tamaa. Aliba mali, akamfukuza nyumbani, akaenda mtaa akiwa na huzuni nyingi. Kila mchana kipita, kila jioni akilia, akiuliza kwa Mungu kwa nini haki imemkimbia. Lakini aliendelea kwa nguvu ya Roho. Kijana wa haki angeanguka na kuamka tena. Malaika wa haki alikuja kwa njia ya maumivu, kusimama akisema Mungu yupo karibu. Malaika wa haki alikufikia kwa kimya, na wakati wa mvua alikuletea nuru. Mjomba kaendelea, akawaleta wapangaji, lakini vitu vikaenda vibaya, walikimbia kwa hofu, na mwishowe yule kijana kamsamehe, kwa maana haki ni mwanga hata baada ya dhiki. Mjomba aliishi kwenye nyumba, alijua giza lipo
Alijua kuwa alifanya dhambi, lakini alikataa kuliona. Walileta wapangaji, lakini walikimbia kwa kushanga. Vitu vya ajabu vilikuwa vinatokea kila siku. Wewe na kujua mnoko. Kwa ustaarabu tusitumie visu, tusitumie kukatana. Sikia nikwambie. Mwezi uliopita nakumbuka ulinikaba pale na hela ulichukua kinguvu. Sawa. Sasa leo upate hata 100. Huyu mchungaji mpaka akae zaidi ya miezi 2 ndio upate hela. Wewe kisu hichi kitakuja kukulamba mwenyewe hichi. Nakwambia hichi. Mimi mwatako nimecheza macho hata. Unafahamu macho hata moja mbili. Wewe nakukata nyao. Nitakukata kweli. Mwenzio mimi nimezoea buchani huko. Kwa hiyo ukileta mkono hivi unakuja kuona ngani imekata. Basi kiustaarabu tukatoka mchungaji hapa na pesa za uchungaji hazitaki mgovu maswala ukorofi. Naomba tu pesa yangu mwanangu tuondoke. Sema nakupa 20,000 tu ya maji. Sababu huyu mchungaji anaonekana ni mtu mwema kidogo. Muda mwingine anaweza akatupa hata maombi. Sawa? Hamna shida. Si umeshika kisu, hamna shida. Kwa inabidi uvumilie tu. Hamna tabu. Unatoa shilingi ngapi? Umesema unatoa shilingi ngapi? Unatoa 20,000 unataka 40 kama tulikubaliana. Toa 40 kama tulikubaliana. 50,000. Leta 40. Ngoja sasa. Wewe mimi nilishakwambia mwanzo kumaswa watu moja mbili nimeshacheza miaka mingi. Wewe hapo unaleta unani undavu ukorofi. Wewe hapo baba toa hapo. Wewe. Wewe kubaba baki.